Revelation, kwa tayari. Zamu yako ya kufutwa machozi imefika, umelia ukasononeka na kubebeshwa mizigo mizito ya maisha, umekata tamaa na kuvunjika moyo. Wala usihofu tena, wakati ni wako. Bwana amekusudia akuangalia uso wake, akufute chozi ukafurahi. Zamu yako ya kufutwa machozi imefika, umelia ukasononeka na kubebeshwa mizigo mizito ya maisha, umekata tamaa na kuvunjika moyo. Wala usihofu tena, wakati ni wako. Bwana amekusudia akuangalia uso wake, akufute chozi ukafurahi. Basi niko huko kukutangazia kwamba ulikofika sasa si himaya yako. Achia Mungu usukani, chukua kiti cha abiria, angalia safari itakavyokwenda, kwani hapa ni himaya ya Bwana. Basi niko huko kukutangazia kwamba ulikofika sasa si himaya yako. Achia Mungu usukani, chukua kiti cha abiria, angalia safari itakavyokwenda, kwani hapa ni himaya ya Bwana. Basi niko huko kukutangazia kwamba ulikofika sasa si himaya yako. Achia Mungu usukani, chukua kiti cha abiria, angalia safari itakavyokwenda, kwani hapa ni himaya ya Bwana. Basi niko huko kukutangazia kwamba ulikofika sasa si himaya yako. Achia Mungu usukani, chukua kiti cha abiria, angalia safari itakavyokwenda, kwani hapa ni himaya ya Bwana. Basi niko huko kukutangazia kwamba ulikofika sasa si himaya yako. Achia Mungu usukani, chukua kiti cha abiria, angalia safari itakavyokwenda, kwani hapa ni himaya ya Bwana. Amen. They are doing the second song. Wanapomaliza wimbo wa pili, Revelation Choir, muwe hapa nyuma. Leo tutaimba. Revivers, welcome. Tafadhali tunajulishwa kwamba angalia tent mahali utaketi, because imeandikwa uketi mahali ambapo panastahili. Wimbo wa pili, Revivers. Japo mengine yatumiza moyo, tusononekana kuhisi upweke, wimbi la majonzi latukumba sisi, hata tukakata tamaa maishani. Kila jambo chini ya jua
kuhisi upweke, wimbi la majonzi la tukumba sisi, hata tukakata tamaa maishani. Lakini kwa haya yote Bwana yu pamoja nasi, azijua huzuni zetu, afahamu machungu yetu. Ameahidi kuwa nasi katika hali zote za maisha, atarejea atuchukue alipo yeye, tupumzike. Kimbilia sisi tulio wadhaifu, twaomba utupe rehema, uifariji mioyo yetu, twajua ya kuwa haya ni ya muda tu, ipo siku haya yote yatakwisha, twajua ya kuwa haya ni ya muda tu, ipo siku haya yote yatakwisha. Lakini kwa haya yote Bwana yu pamoja nasi, azijua huzuni zetu, afahamu machungu yetu. Ameahidi kuwa nasi katika hali zote za maisha, atarejea atuchukue alipo yeye, tupumzike. Ameahidi kuwa nasi katika hali zote za maisha, atarejea atuchukue alipo yeye. Revelation choir, kindly muwe nyuma ya hawa. Revelation. Naomba muwe wepesi kwa sababu ya muda. Revelation wanapokuja ni muhimu kuweka matangazo haya kwa ajili ya ubora wa mkutano wa siku ya leo. Vyumba vya usafi mkono wangu wa kushoto, wanaume wote na watu wote wa jinsia hiyo. Nyuma ya jengo lile kubwa ghorofa kuna vyumba vya usafi kwa wanaume wote na vijana wa jinsia ya kiume. Mkono wangu wa kulia upande huu utapitia ule mlango ama lile lango kuu, kuna vyumba vya usafi vimetengwa rasmi kwa kinadada na watu wote wa jinsia hiyo. Revelation, karibu.
Yesu, nalia wapi Yesu, ndani mwangu sina raha kamwe, mpaka nimwone Yesu wangu. Mimi ningekuwa na mabawa, ningerukaruka upesi upesi, milimani mabondeni, kumtafuta Bwana wangu. Nipendalo sitendi, baya nisopenda na tenda, si mimi bali ni dhambi ikayo ndani yangu. Roho yangu yajutishwa na dhambi na huzuni. Jema nipendalo sitendi, baya nisopenda na tenda, si mimi bali ni dhambi ikayo ndani yangu. Roho yangu yajutishwa na dhambi na huzuni. Ninapaza sauti yangu Yesu, nalia wapi Yesu, ndani mwangu sina raha kamwe, mpaka nimwone Yesu wangu. Mimi ningekuwa na mabawa, ningerukaruka upesi upesi, milimani mabondeni, kumtafuta Bwana wangu. Ninapaza sauti yangu Yesu, nalia wapi Yesu, ndani mwangu sina raha kamwe, mpaka nimwone Yesu wangu. Mimi ningekuwa na mabawa, ningerukaruka upesi upesi, milimani mabondeni, kumtafuta Bwana wangu. Ninapaza sauti yangu Yesu, nalia wapi Yesu, ndani mwangu sina raha kamwe, mpaka nimwone Yesu wangu. Mimi ningekuwa na mabawa, ningerukaruka upesi upesi, milimani mabondeni, kumtafuta Bwana wangu. Ninapaza sauti yangu Yesu, nalia wapi Yesu, ndani mwangu sina raha kamwe, mpaka nimwone Yesu wangu. Mimi ningekuwa na mabawa, ningerukaruka upesi upesi, milimani mabondeni, kumtafuta Bwana wangu. Tunasemaje? Watarudi tena baadaye kwa wimbo wa pili. Ningependa
ni watangazie matangazo mawili matatu ambayo yana umuhimu katika mkutano wa siku ya leo. Tangazo la kwanza, wanachama wote wa Stima Sacco mnaombwa mkaketi kwenye ile tent ambayo iko mkabala na familia. Stima Sacco members, kindly, your space is well preserved over there. Mnaweza mkaketi upande ule. Kwa taarifa ya kila mmoja wetu, mkutano wa siku ya leo umepiga marufuku kabisa Stima Sacco na Platinum. Mnaomba mkaketi kwenye ile tent ambapo ndugu yangu amenyanyua mkono. Tangazo la pili ni kwamba mkutano wa siku ya leo umepiga marufuku kabisa kuzungumza kwa aina yoyote. Tutakuwa tunadumu kabisa kwenye nyimbo na kwenye usomaji wa neno la Mungu. Mtatuia radhi kama kwa vyovyote hilo litakuadhiri, lakini ndivyo matakwa ya familia yalivyo. Mokobo Central, tunatambua uwepo wenu na karibu sana. Mnapokuja, tunaomba mkutano wote ukashiriki kwenye uimbaji wa jumla nyimbo 269 katika lugha ya taifa inayozungumzwa Kisii, Titori na Omochokoro. Joshua ongelio gini yabanda kubwati wana Titorina Omochokoro Omochetori aiga nalemiwa senseageye noganyo moche ogocha toganye omoche ogocha Torina Omochokoro toganye moche orache Zayuni kayo monene okome kai miaka yonsi ekome kai miaka yonsi. Fundi wa mitambo yangu kubutani ngayo tera kole. Safina miaka 120 akiandaa wanadamu wasitegarikishwa na maji, watu wakamcheka Nuhu, kakataa wito wa Mungu. Kisha mlango wa safina Mungu mwenyewe kaufunga. Ukaitenga safina miaka 120 akiandaa wanadamu wasitegarikishwa na maji, watu wakamcheka Nuhu, kakataa wito wa Mungu. Kisha mlango
Mungu kawajibu, sikufunga lango, lango lilifungwa na Mungu mwenyewe. Waliangamia kwa kutotii wito. Walimlilia, tufungulie ndugu. Mungu kawajibu, sikufunga lango, lango lilifungwa na Mungu mwenyewe. Waliangamia kwa kutotii wito. Kama wakati ule wa Nuhu, walikata wito wa Mungu, wakagarikishwa na maji iliyokuja kwake Mwokozi. Wale watakata wito wamewekewa kipa moto, hakika wataangamia kama wakati ule wa Nuhu. Kama wakati ule wa Nuhu, walikata wito wa Nuhu, wakagarikishwa na maji iliyokuja kwake Mwokozi. Wale watakata wito wamewekewa kipa moto, hakika wataangamia kama wakati ule wa Nuhu. Walimlilia, tufungulie ndugu. Mungu kawajibu, sikufunga lango, lango lilifungwa na Mungu mwenyewe. Waliangamia kwa kutotii wito. Walimlilia, tufungulie ndugu. Mungu kawajibu, sikufunga lango, lango lilifungwa na Mungu mwenyewe. Waliangamia kwa kutotii wito. Linalotunza amri za Mungu, linaloandaa wanadamu wasije angamizwa na moto. Mungu Baba, tukaribishe, tuingie safina yako. Waovu watakapochomwa, tuwe tumetulia kwako. Safina ya leo ni kanisa. Waliangamia kwa kutotii wito. Nasemaje? Kule juu, kama unanisikia, tafadhali fanya hivi nione kama unanisikia tu, kama ishara ya kujaribu kama mitambo inafika uliko. Mkono kama una mmoja sawa tu, lakini kama una miwili inue yote tu. Helen hawezi fanya hilo leo, afadhali wewe.
kule mundu narari ubwendo konyore gitamutamu ere tarate ba kwanzo imuki mwina iga monyi gwete igo mata iga nturamo adoration bogoli no yanga kaiga it is meant to mean ngaki igonko igumoreri ogeri koranche nkwari wanje tutwara mukutana yo makurubusia mekutane iya angagu etabu ati munyakerogo tige eire ngora Kiarabi mko wapi? Mbalense wakija ama simu wako. Napenda kutambua uwepo wa mwalimu mkuu shule ya upili, shule ya msingi kunradhi ya Nyakongo, ndugu Magati. Amefika na ameturuhusu kwamba tutumie uwanja huu, na ametoa udhuru kwa mwalimu mkuu wa shule ya upili ambaye hafiki. Tukipata nafasi ndugu Magati tutakupatia nafasi angalau tusalimie. Kiarabi muna batayo Nyakongo mulenze Nyakongo church choir Nyakongo digambo ligo sembaro igo mbaraika iriya nyinga imule iriya nyinchungo na enogoranga na omokarismati inchuo mosegocha bwangumbia iriya nyiko bagocha aba amona nyangena ngeni nao musubati oliurairaria no sobo igabantu bairianyi nao bairianyegete. We are about to start. We were just trying to see kama mambo yote yako sawa. Hivi karibuni tunaanza. Yesu
Tunasemaje? Eke na batebeti tingo batebono. Ekero gotera kwa erire ensemo yao no goteba mina na endo gwateba mina chieto. Ntoigwana ini au. Ngotema tole kwa ende gocha next torore gose munyale. Tangazo jingine ni kwamba mkutano wa siku ya leo unapeperushwa rasmi kwenye mtandao wa YouTube. Hivyo basi unaweza ukafuatilia mkutano huu. Ningependelea sana wale ambao wanahusika na upeperushaji wa matangazo hayo mje mkanipa anwani rasmi zitakazotumika, maana naona vyumba vya upeperushaji ni vingi. Hivyo ni muhimu tukitangaza tujue ni kina nani na ni address gani. Kuntu na watu wote wanaoshiriki, tafadhali tusaidie. Moja, mnaweza kutumia, ikiwa uko hapa, unaweza kutumia hiyo link ukawatumia ndugu, jamaa na marafiki kokote. Kuntu House at Kuntu House, celebrating the life of Ellen Kemunto Mariaka. Hivyo hiyo ni moja kati ya links ambazo tunatumia. Ikiwa moja imekwama, tumie nyingine. Na wapeperushaji wote wa matangazo haya kwenye mtandao, nipatie anwani tukazitangaze hapa kwa ufuatiliaji huo. Kisi New Life, Amazing Voice of Victory TV, fuatilia anwani hiyo vile vile. Naomba mniandikie ili niwe na orodha hiyo kwa matumizi yangu ya baadaye. Naomba ni mualike mzee wa kanisa ndugu Samuel, ambaye ni mzee wa kwanza wa kanisa katika kanisa hili ambalo liko karibu nasi hapa Nyakongo, ili katuelekeze kwa kipindi kinachofuata kwa dakika chache. Ndugu Samuel, naomba uje. Patie sauti. Amjambo nyinyi wote. Mimi ni Samuel, vile mmesikia. Na waomba mniruhusu tuombe alafu tuende kwa kipindi kingine. Ngosaba tole Nyasaye ayomuya watoletro bwaro boiga. Biamono asegeri gwatonyoreire asengakie yiga. Ekerobono tokweta yarisa asengenjo yogo chikoiwa ligana liao korwaso musombo omupasta onyura ibkisi district omonene obuyabwao no wanja kwa okoreka aserieta ria Yesu Kristo oyoromo balio ito. Naomba mniruhusu nimuite pastor wa district ya Kisi New Life, Pastor Pamela Ogoi, alafu apatie neno la Mungu. Pastor. Niwakaribishe kila mmoja kama mchungaji wa mtaa huu Nyakongo District. This is Pastor Adrian Moturi. Kwa hivyo wote ambao umefika katika uwanja huu na siku hii, nimechukua fursa hii kuwakaribisha kila
neema yote. Kila umoja tumefika hapa kwa sababu ya neema, haujaamka kwa sababu ya nguvu za kwako. Na wimbo unaenda hivi, it is a congregational singing, wimbo number 10. Tunaimba wimbo huo. Kristo wa neema yote. Nafikiri sauti iko sawa. Na wote hapa ni Waswahili na tutaimba. Haya, 3 we go. Kristo wa neema yote, imbisha moyo wangu, mifulizo ya baraka inaamsha shangwe kuu, unifunde uondoe kote. Alinitafuta akatoa ili kweli mimi wema wako ili nisifutwe tena, nitwalie uwe wako kamili. Nashukuru. Tuamini na tuombe ili nimkaribishe mchungaji Pamela Ogoi kwa ajili ya samunet ya masaa kama haya. Tuombe. Kuna watu wanaongea mahali, tuombe. Watu watulie. Kikao, funga mdomo wako, tulia. Unaposikia tunaomba, kaa kimya. Please, order. Tunaomba. Rafiki mpendwa, uishie juu mbinguni, jina lako litukuzwe, limidiwe kila wakati. Wana na binti zako tumekusanyika katika uwanja huu, na zaidi kila umoja akiwa na sikitiko la kwake, kwa maana mwenzetu Ellen amepata kuondoka katika dunia hii, na hiyo ndiyo sababu kuu tumejumuika kila umoja. Na sasa zaidi tunakushukuru kwa neema yako na uwepo wako na ulinzi wako. Umefika ni kipindi ambacho mchungaji anaposimama kwa ajili ya kunena na wana na binti zako. Naomba Kristo, Roho wako Mtakatifu aliye kiongozi amili, ili ukamtumie asungumze na kila umoja, na mwisho wake tunakushukuru na zaidi kulimidi jina lako. Kila umoja sisi tumefika hapa, tunajua kwamba hakika tutakufa, lakini tutakufa tukiwa katika upande gani? Hilo ndilo swali kila umoja na zaidi kujiulisha katika maisha haya. Kwa hivyo tubariki na neema yako iwepo. Ibada zote za leo hii tunazikabidhi mikononi mwako, tukiomba Kristo uliye wa neema kuu, hebu katushike mkono na zaidi tuone uwepo wako ukitendeka katika mkutano huu. Tumeomba yote tukiamini kwamba umesikia na hakika utatenda. Yesu aliye mwokozi na mwombezi wetu, na kila mmoja aseme amen. Thank you. God bless you. Welcome, Pastor. Pastor, ninashukuru kwa ajili ya nafasi ya pekee ili niweze kusimama, niweze fariji mtoto wangu kwa kiroho ambaye amefiwa na mpenzi wake pamoja
na watoto wake hata na wazazi pande zote mbili, kanisa la Kisi New Life, kwa sababu alikuwa ni mshiriki pale, church choir na kikundi kile cha adoration choir, hata idara ya masemashi, kwa sababu Ezra deacon na pia Ellen alikuwa ni deaconess. Kwa hivyo kama Kisi New Life Church, kweli death is an enemy. Kifo ni adui mkubwa sana, na ametupokonya mtu wa pekee katika lile kanisa, na ninajua hata katika familia wamepokonywa mtu wa pekee hata na kichichi. Lakini sasa niseme nini, kwa sababu mtumishi wa Mungu alikuwa ameshaomba. Let me begin by this two quotations. One writer in his bed waiting for the last breath said, death is something inevitable. Kifo sio kitu ambacho utaepa. Ikikuja imefanya nini? Imekuja, na siku yake ikifika imefika. And then he continues to say that when a man or a woman has done what he or she considers to be his or her duty to his or her country, he or she can rest in peace. Praise God. Anaweza kupumzika katika amani, kwa sababu kazi yake imefika tamati. Hawezi kuendelea kuishi. Na ndiposa anasema, I believe I have made that effort, and that is why therefore I will sleep for eternity. The writer says, death is not a riddle. Ezra, I wish you are listening carefully to these statements. He says, that is not a riddle to be solved, or a question to be answered. Ezra, hii sio kitendawili umetegewa ili uweze kutegua. Sio swali wazazi wa Ellen mumeulizwa ili muweze kutibu. Lakini anaendelea kusema kwamba instead it is a mystery. Eternity will give us the complete picture of our Nyasaye. Obokale na kaembo ekerotora ikone ndutura kurumukia kobaroro mutumandole robo bisyobo when the things happened the way they do. Inkige kolera makweli ngomnaya yumwanu musinini agucha jinga kyane ngale tumwanu ndasense uyorenge kobose meryo konena bana banyasai. It will refer to us. And because that is a mystery to be left in the hands of the Lord, when we read in the book of Psalm number 116, verse 15, it says, precious in the sight of the Lord is his saints. Ingekere kenge chanene asomo shimwanya sae
nama kweli y'omuntu ow'obwini Omochokoro Onyasaye. The greatest reason is that heaven has not lost but has gained in Jesus' name. Praise God. The death of heaven is not a loss, neither in the family, neither in the church, neither in the kingdom of God, because heaven has not lost, and the death of Jesus Christ has made sense in the world and in the kingdom to come. But when it is not a loss. And the same God says in the book of Proverbs, chapter 14, kwa wale ambao tuko hai, ambao tuko hapa, inasema Proverbs chapter 14, verse 32. It says, the wicked is punished in his wickedness, but the righteous has a refuge in his death. Abana b'Nyasaye ekingorego ichanera n'amakweli y'umunyabibe ekero tugusangirika n'amaiga botinde k'umunyabibe igabo tuguturierwa ebe niyasiribwa ikakare na kare igoro y'amoni einera asara enene lakini umwegeni mune ene igakogenda butimuka somorembe just for a while, and when Jesus Christ will come, she will enjoy to be one of those who will be among the first one in the first resurrection in preparation for that kingdom to come. So allow me to speak to Ezra. It says the father of the fatherless. Ingaise wechi ndakana balipata wati abaise inyas yeta sayarena achenu Yvonne. So let me remind you one thing is that now the children Sifa and Justice, the father is there by the name of Ezra. Abana bako batintakana ekereisa kure ba akusangirekano na umuraro n'umuswati urinki abo creation God. And when he saw that it is not good for this man to be alone, the creation of a woman, it was not an afterthought. The woman was created in man, and that is why Nyasa Musachuro Barua or Rosia or Korewa. Since that time, God manifested the powers of determining what type of child to be born, be it a boy or a girl. It is the man who determines. When a man and a woman meet together and a conception takes place, we realize that when a man releases an X chromosome, a woman has XX, and then they decide the child is a girl. But when a man releases Y and a woman brings X, that is when a child is a boy, meaning watoto wote ni wa mwanaume.
Mwanamke ni kama unaponunua matunda, unapoweka ndani ya kikapu, hata kama yale matunda yatakaa ndani ya kikapu mwaka mzima, wakati utakapoingiza mkono kutoa, utatoa matunda yale yale, na pia kile itakuwa ni kwamba utapata imeharibika, lakini itakuwa ni matunda. Mwanamke ni kwa hivyo wale watoto Stephen na Charles, they are no longer orphans, and that is why God is saying in the book of Joshua, that is why God is saying in the book of Joshua, sia tunaposoma Joshua 1, ni nini sasa Ezra atafanya na ndiposa aweze kulea hao watoto na waweze kuwa watu wakubwa. Sikia vile Joshua inasema, bana bali mtakana isekiana na kolepetu naro iwocho ai Ezra bana, they are not going to fill that gap, they are not going to be referred as orphans because you are there. So the book of Joshua, moja fungu lake la 9. What I'm telling Ezra is this, that God says to Joshua, have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you will be. Ezra